Sasa kuna mswada ambao unaosukuma kwa sasa wa kuweza kugawa eneo bunge la Bobasi. Hali iko namna gani na mbona huo msukumo ulitokea wapi and how is the current state? Ni kitu ambacho kitaweza kufanyika at the end of the day na itafaidi vipi mkazi wa Bobasi constituency? Niliangalia, unajua Bobasi tunaiangalia tu kwa kusema. Bobasi imeanzia mahali panaitwa Nyabiosi. Nyabiosi imepakana na Rift Valley constituency. Hii side Narok County imeanzia pale. Hii side nyingine imeanzia mahali panaitwa Subugo. Subugo ina ndugu yake anaitwa Subugo. Pale ndio nyumbani kwetu. Pale ni Narok County. Basi imetembea ikafika karibu na Gesusu. Ikaja hivi, unaona ukipita hii barabara ya Kiumbu. Hii ya ndani ya Nturagu. Hii side nyingine ni Bobasi. Haya, ukija hii side ya Nyangusu, ukianzia Nyangusu paka karibu Kiogoro, huko Bobasi. So Bobasi imepakana na constituency kama 5. Side hii imepagana na Machoge 2 zote. Hii side nyingine ina Nyaribari Masaba na Nyaribari Chache na imeenda kama inataka kuguza Kitutu. So Bobasi ina ward 8. Inawapiga kura zaidi ya 1150. Wote hawa wanapigania. Constituency nyingi zina ward 4, 3. Na kufika hapa haijakuwa ajali. Wale viongozi ambao wana akili za zamani ndio wametufikisha pale. Kuna wakati kulikuwa na agenda kubwa sana Bobasi iweze kugawanya. Lakini wale ambao walikuwa kwenye nguvu wakati huo walikuwa wanajua kura zao zinatoka upande mwingine wa Bobasi. Sasa huku kwao hapati kura. So akajua nikipoteza wale wajinga wangu nitakuwa nimejikaanga. Hiyo constituency ikapeanwa mahali kwingine hapo. So basi imebaki hivyo kwa sababu ya maslahi ya watu binafsi. Na imekuwa hivyo since. So kuingia tukapata kwamba pale tukienda mazishi watu wanasema nataka Bobasi gawanywe. Unaona mazishi mengine wanasikia nataka Bobasi gawanywe, nikashindwa. Hawa wamekufa ndio wanakuja kugawa Bobasi ama ni yake, sababu tunawashaki Bobasi kwa majeneza mengi sana. So kafikiria mimi kama wakili nina leseni ya kuingia kotini ninavyotaka. Siendi kulipa mtu akanifanyie kesi. Wewe mwenyewe. Kwa ule uwezo wangu niliona ninaweza kupata majibu kwa nini Bobasi haijafanya nini? Ni kubwa kuliko maeneo bunge mengine. So nikaweka kesi pale High Court. Si vita, ni kuuliza maswali. Tunawezaje kuuliza IEBC, je, mnajua Bobasi ni kubwa kuliko maeneo bunge mengine? Na kama mnajua, mbona imekuwa haijagawanywa kwa muda wote ambao imekuwa mkigawanya maeneo bunge mara kama 3? Bobasi inaachwa vile vile. Unajua Kitutu imegawanywa mara 2. Masaba hii. Kitutu iko na constituency kama kuna Kitutu North Chache. Unaget? Sasa kama mimi natoka South. So nataka kujua, mnajua kwamba hii constituency ni kubwa kuliko zingine? Na kama mnajua, unajua kuna constituency zingine pale Central na pale Northeastern walizipeana wakingoja watu wajae. Unanielewa? So kuna constituency fulani kama ile yenye ilikuwa inaongozwa na Duale. Duale kura zilimpeleka bunge, azingepeleka MCA wa Kisii. Kwa sababu kuna sikia Dendola anaambiwa wewe nyamaza bana, kura zako MCA wangu amekushinda. Unaona? Kwa sababu ilikuwa so nilikuwa nataka, sababu mpango ulikuwa zingojwe zifanye nini? Zikue. So kama Bobasi mnajua ni kubwa kuliko constituency ya kawaida. Na kuna constituency mmeambia wachukue hela wakingoja wakue. Basi mshikanishe hizi mbili. Mkuje ufanye nini? Mpe Bobasi constituency yake. Wengi walisema, unajua kuna wale werevu, tuna mawakili wengi sana ambao hawajaenda shule ya School of Law. Sema constitution inasema 290 constituencies. Hawajajua kwamba there were constituencies that were emancipated, waiting for them to mature to the quota. So what I'm saying is we don't need to add other constituencies. It's not a constitutional petition to change the constitution. I'm saying it's unfair for some people to be many, for constituency to be too big, when we have other emancipated constituencies which don't deserve to be constituencies. But then you're saying we are not adding more constituencies to the already existing 290. But tukisema igawanywe,
What does it utakuwa na basically mean? constituency mbili hapa. Lakini kuna constituency zingine hazifai, zinafaa ziunganishwe zikuwe moja. So kuna mjumbe anapigiwa kura na 2,000 anakuwa mjumbe. Huyu wetu hapa kama hujafika 30,000 unacheza. Lakini bado we go back to interest. Wale watasema pia mbona mnataka kuanza kuingilia shughuli zetu? Basi watuambie kwa nini. Unajua tax tunalipa wote. Unaona? Mbona wale wapate, kitu sipate. It's not, na hata ikiwa hivyo, zile boundaries zinaweza chezwa nazo mpaka tupate tumekuwa, unajua it's equitable, not equal. Kwamba sisi kulingana na wengine tuko sawa. Ukitokea directive ya kusema tupate CDF mara 2, shida iko wapi? That's good, but then sometimes naangalia unaweza kuwa na a very beautiful proposal, but with the kind of bureaucracy tuko nayo Kenya, mtu anaweza kusema kwamba yes, this is a good proposal, lakini inaweza kuchukua muda mrefu sana. Muda mrefu sana, hata wewe mwenyewe ambao ulikuwa umekuja nayo proposal unasema why did I even push for this thing? Ukipika lazima ule. Amina lazima nile nduga. Lakini that's good. Naweza kuwa nafanyia a next generation. Mambo mengine tunafanya sababu kesho ya Mungu mwanangu Nyanduko akitaka kuwa mjumbe apate Bobasi mbili. Kampeni yake itakuwa rahisi sana. Na atakuja kusema babangu ndiye alipigania. So atupigani vita vya leo, tunapigana vita vya kesho. Na mtu ukisema kwamba kazi ya kugawa Bobasi itakuwa ngumu, hii kazi lazima itafanywa na mtu fulani. Unaona? Na huu uthubutu ndio utafanya watu waelewe kwamba inawezekana. Ni ngumu. Nikijaribu ni feli, nitakuwa nimeongea. Pale IBC wakikao atasema unajua Bobasi pia ni kubwa. Unaona? Ndio amenishinda, lakini kuna kitu nasema you can't unhear something you have heard. Nikikutukana hata kama hutanipiga, utakuwa unasema leo jamaa alisema mimi ni mjinga. Labda mimi ni mjinga. So kuna uwezekano sitaweza kufaidi ninachokifanya sasa hivi. Unaona? Hata vitu ambavyo tunafanya sasa hivi sitaweza kufaidi. Hizi wheelchair tunapea, sitakaa wheelchair. Mungu namuomba ni inshallah. Zile shule ambayo naenda kuweka choo, sitaenda kutumia kile choo. Hata sasa wakati mwingine sijui, sijaifika pale. Timu yangu ikienda ifanye nini? Project imeisha. Unaona? Yale maji nao pea watoto wa shule, labda sitakunywa. Lakini anafanya maisha ya watu wengine yanakuwa zaidi. So vitu mingi tunafanya kama binadamu. Huu mti ambao unapanda leo, kivuli chake labda hutawahi kikalia. Lakini kuna mtu atakuja akalia aseme, babangu alikuwa na maono ya mbele sana. Akapanda huu mti. Tunani? Na kama tutafeli, ushafeli bila kujaribu. So si ujaribu feli basi uconfirm. Hata yule mpenzi wako huko unajua atakubali mambo yako. Malugha hapa. Ukajaribu hivi, ukijaribu kumbe ni kama avieta. Wewe ndio umesema naweza fliwa wewe. Lazima ujaribu. So tunajaribu na tuna imani kizungu chetu kimefika ile level ya kama tutapata siku moja itatimia. That's a good thing, and I know some days to come unaweza kuwa unaangalia nyuma unasema kwamba I'm so proud that I did this. Despite the fact kwamba probably ilikuwa ngumu kuweza kuachieve, lakini unakuwa umesaidia sana generation ambazo zinakuja.